Tulipo ndio hii soda, kunywa soda. Hebu onja ina test aje. So nilipokuwa pale nikasema huyu jamaa yani nini iko kwa mti, nikapata ni ndume naishi huko. Nikaambiwa kuna mtu anaishi hapa juu. Watu walinieleza hivi, hapo kuna chokora mwingine anaishi hapa, anaenda anaokota makaratasi, machupa, anaenda anauza, alafu anarudi analala hapo. Nikauliza anaishi hapa ama huyu ndiye anaibia watu? Wakaniambia hapana, huyu si mwizi. Huyu yeye aenda akote chupa, makaratasi apime, arudi halala hapo juu. Kisha hakuwepo. Nikamwambia ningetaka kumuona. Nikasema nikibomoa nyumba naweza kuwa nimekosea mtu ambaye ndi huyu. Nikasema acha nimmeet nimuulize mbona anakaa juu ya mti. The following day nikaenda pale, nikapata jamaa wa boda akaniletea mtu mwingine akasema ndio mwenyewe. Kumbe ni street family ambayo kwa mpanga na yeye wakuje kuiba. Jamaa kufika nikamwambia wewe panda nyumba yako venye naingia, akashindwa kupanda ingie ndani. Watu wenye walikuwa hapo kando wakasema hapana, huyo si mwenyewe ni jamaa mweupe hivi kidogo, wewe ni mweusi. Huyo ni mwizi, huyo ni conman, huyo ni mkora. Hata huyo kwanza anapiganga watu ngeta hapa Jogoo Road. Usikia hivyo, nikasema hivi, nitakuja the following day, akija usiku mwambie asiondoke. Hold on, wale wanapiga simu. Wakati nisema asiondoke, nikaenda pale. The following day nikampata. Jamaa kashtuka, alikuwa amevalia jacket nyingine nyeusi bila shati, trouser amefunga na kamba, ana viatu. Nikaenda nikamnunulia viatu zile floater. Nikaenda nikamnunulia mkokoteni. Nikasema afanye biashara jile atoke juu ya mti. Na nikasema nimchukulie nyumba nimlipie miezi 3. So nikachukua nyumba nikalipa miezi 3. Mkokoteni ndio hiyo. Nikamnunulia mattress na blanketi, at least ajifunike na blanketi for the first time. Wakukaa nje kwa zaidi ya miaka 10 bila kulala kwa kitanda. So kisha kutoka hapo nikasema yeye endesha mkokoteni akiwa mchafu. Nikampeleka town akatengenezwa grade ndio hii. Nikamnunulia nguo safi jana zenye alikuwa amevalia. Akaoshwa, akaoga, harufu ikaisha kwa mwili, akakuwa msafi. Sasa hizi nakaa na yeye hata anuki. Kwa sababu hiyo siku ungetembea na yeye kutokana na ile harufu ya kutooga kwa siku mingi. So leo pia tumepatana na yeye, tunaendelea kumsaidia, kummentor, kumuongelesha sababu ni jamaa ambaye anateseka. Naomba wale Wakenya mnamtizama muweze kumtumia pesa. Ni wangapi wako TikTok? 2.2. Naomba tuchangie huyu jamaa. Na naomba muweze kurekodi. Sasa mwenye kuna simu ya rekodi ya post kwenye mtandao ili tusaidie huyu jamaa. Kwa wala mnijui kwa majina, anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira Gatuzi la Nairobi. Huyu mzee alikuja, yani alikuwa anaishi pale Jogoo Road juu ya mti. Ule jamaa alikuwa anakaa juu ya mti kama ndege. Hebu eleze ilikuwaje? Ilikuwa ni maisha ya nyani. Unajua nyani design venye nanukianga miti. Ndivyo nilikuwa narukia miti yangu pia na mimi kupanda juu. Sasa naona maisha ya unyani imekwisha. Ndio hii ya mnyama. Ndio hii sasa. So nilikuwa Jogoo Road, wacha niwape story wale umejoin. Nikitembea pale nikaona mti, uchafu juu ya mti. Nikasimbia driver simamisha gari, driver wangu Swale. Nikamwambia Swale, hebu simamisha hiyo gari. Kuingia pale nikamwambia Vincent, hebu enda na balo muangalie nini iko pale. Kisha nikapata ni jamaa anaishi juu ya mti. Kuangalia akuwa wenye walikuwa hapo kando wakasema ni jamaa anaishi hapo, ni street family, yeye huokota vitu, anakaa hapo. Nikauliza karakta yake, nikasema mama huyu anaibia watu, wakasema hapana. Na mahali alikuwa ni mahali hiyo mti kigongo anaweza kufia hapo. Nikasema kusaidia huyu jamaa, wacha ni mtafute miti, nisipomoe nyumba sababu nitakuwa nimeharibia yeye makao na anaweza kuja apatwe na depression ya ngupi kama ako na sukari, atuache. The following day nikaenda. Nikaletewa jamaa wa boda, akaniletea jamaa ambaye ni mkora kwamba ndio mwenyewe. Kumwambia pande nyumba akashindwa. Kumbe ilikuwa ni mwizi. Na watu wanasema anasumbuanga kwa hiyo street, yeye ikifika usiku anapiga ngeta. So what I did is very simple. Nikamwambia mwambie usiku kesha asiende, kuna mtu anataka kumsaidia mbadilishie maisha ili awe funzo kwa Wakenya wengine, wasaidiane, tusaidie tubadilishe maisha yake. Kisha
Nikaenda the following day nikapata amekaa kwa nyumba yake, amelala ametulia juu ya mti. Nikaenda pale, akashuka kwanza, akakuwa ana uoga, watu walikuwa wamejaa hapo. Akashuka, alikuwa amevaa jacket ambayo ilikuwa imechafuka sababu amevaa siku mingi, na kuoga kwake ilikuwa ni maji ya mvua ndio muoshe kama amenyeshewa. Wakipatana na mvua kwa njia mahali hakuna nyumba, hiyo ndio kuoga. Na amesema ulioga lini? Zama yani siku ile mbili mvua imenyesha Nairobi ndio umeoga. Nilioga. So kisha baadaye nikampeleka, nikamnulia viatu, nikamnulia mkokoteni afanye biashara. Lakini sema hizi fanya mkokoteni biashara akiwa ananuka mchafu, wacha nimsafishe. Nikampeleka town, jamaa tumemsafisha, akafanyiwa nywele, kaoshwa, wakamweka maji, akaoga mara kama 2. Waniambia tumie mtungi kama 2 ndiye akakuwa msafi. Tukamnulia nguo mpya, viatu mpya, shati mpya, jacket mpya, na tumemnulia pia zingine sasa za kubadilisha. Jana mwenye mlimtama alikuwa different na leo awategeawa. Hello. Yes. Ngoja kidogo, piga baada ya dakika moja. So tukasema hivi, nywele yake hatutanyoa ioshwe kwa sababu hii ndio trademark yake. Yes. Rasta. Wewe unapenda reggae? Mimi ni mtu wa reggae kama kawaida. Ni reggae gani ulikuwa unapenda, mwimbaji yupi? Mwimbaji wa hapa South Africa anaitwa Lucky Dube. Lucky Dube. Yes sir. So jamaa ndio huyo ako hapa, naomba mchangie. Namba yake ya simu ni 0117393124. Hiyo namba yake. Mimi sichangishangi nikachiwekewa kwa namba yangu. Nataka tumsaidie sababu tumeshalipa nyumba, tumsustain hiyo maisha, ndiye akaikae kidogo akiendelea ku adopt maisha ya kibinadamu. Yes. Kwa sababu ulikuwa unaishi maisha ya kindege. Hebu waeleze 011 73 not 273931240 01173931240. Kwa majina ya M-Pesa naleta nani? Nyamweya James Ondieki. James Nyamweya Ondieki. Ukituma hapo hata kama ni 1000, wale mko majuu 200, mwanzo tutakuwa tumechange maisha yao jamaa. Tutakuwa tumebadilisha live yao mzee. Kwa sababu ameteseka sana na yeye ishi kama Mkenya wa kawaida. Hebu ueleze wa Kenya. Na pia kuna watu walimpigia simu jana wakapromise wanatuma pesa, hawakutuma. Na ndio sasa hizi bado wengine wanajaribu kupiga ati ndio ongee na yeye ndio waonekane, yani wasikike wameongea, lakini hawakutuma hata shilingi. Na wengine wanasema kuna kazi, hata kuna mwenye alikuita na anataka kupatia kazi ya forex. Mpaka sasa hivi tumemuona. Kuna jamaa alimpigia simu akimwambia amtumie transport aende kwake akae na yeye amfunze kazi ya forex. Alikwambia uende akufunze forex. Yes. Sasa ndio tuchapatana naye. So utataka kwenda kufunze? Sijajua hiyo kazi. Lakini nataka yes. Alikwambia anataka kufunze kazi ya forex. Forex. Uende ukae kwake uishi na yeye kama miezi 2-3 hivi. Yes. Na alisema forex iko na pesa mingi. Ndivyo hivyo aliniambia. So jamaa asubuhi ameniamkia akiniambia mpigiwa simu na mtu anamwambia anataka aenda mfunze kazi ya forex, kwamba iko na pesa mingi, kwamba hiyo itamjenga atakuwa tajiri, akae kwa nyumba yake tu, akae na yeye miezi kama 2 amfunze. So usiende hiyo ya forex, ni ili uende ile ya kampuni ama ile ya electrical. Yeah. Na kama unaweza mpea kazi, namba ndio ya simu, anaweza fanya kazi ya kupangia nyumba na vitu zingine. Wacha tusikie wale wanapiga ni kila nani. Namba ya M-Pesa kwa wale mnataka kumsupport. Haya kwa namba ya M-Pesa 0117393124. Wacha tusikie wanapiga ni kila nani. Hello. Hello. Yes. Yes, Jimmy. Wasemaje? Sasa naitwa Sara, naomba usaidizi watoto wangu warudi shule. Utaanza kunisaidia hata wajaenda shule. Unatoka area gani? Hello. Unatoka mtaa gani? Rongai. Watoto hawajaenda shule. Fanya hivi. Area MCA wako ni nani? MC. Unapiga wapi kura? Napiga hapa Rongai. MCA unamjua? MCA ni naenda
nimeenda kwa ofisa gani nisaidia. Anaitwa nani? Yes. MCA anaitwa nani? MP wako. Enda kwa MP. MC asipokusaidia unaenda kwa MP. Watoto wako secondary ama wako university? Sasa ile kitu hii kwenda MCA ama MP atakusaidia wakupe basari. Sawa sawa? Sasa kwa sababu najua school fees ni ngumu kwangu mimi sasa hivi sina hiyo uwezo mam. Ile watu nasaidia ni wale wanalala nje kama huyu. Wale watu ambao hawana hope, wale watu ambao wameachwa, wale watu wametengwa, sawa? But nakuombea Mungu atafungua njia. Nakuombea Mungu atafungua njia. Sawa sawa? Pole mam. Ni pesa ngapi unadaiwa? Peleka mtoto public school is free. Mbona unapeleka mtoto academy yenye unalipa na public school free? Si umpeleke tu kwa public school please. Yenye unaweza afford. Unaona mama, leo nikisema nakusaidia na school fees, kwa ofisi yangu watu watajaa kama 100 wanataka school fees. Sina hiyo pesa, sina hiyo uwezo. Mimi mwenyewe hata wangu wenye nalipia wangu, kuna wale watoto nimetoa kwa street na wa support. Kuna some children's home, ile mshahara yangu yote hata sijai enjoy shilingi moja niende strip. So ningependa nikusaidie. But kama huyu akichangiwa pesa ikuwe mingi, ndamwambia kugawie. Wacha tujaribu ya huyu. Sawa. Kama wewe ni mzazi uko na mtoto na unanitazama umeweka mtoto wako kwa academy, peleka mtoto kwa shule ya serikali yenye aulipi. Serikali imewasimamia. Unapeleka academy inamaanisha unaweza kulipa. Ni the same upeleke mgonjwa kwa private hospital na serikali iko ni free, ukiwa tu na SHA, alafu unaanza kuchangisha watu. Watu wakikunyima pesa unawaita fake friends. Watu mkoe na mpango, jipange. Usitake mtu akupangie maisha. Jipange, mjipange. Usitegee mtu akuje kukupangia maisha. Kama uweze afford private hospital, lipa SHA ikusimamie, mtoto atibiwe ama wewe utibiwe ile siku utagonjeka. Mtu unakataa kulipia insurance, wakati umegonjeka unaanza kutuita fake friends. Na pia wacha ni advice watu. Corruption imeletwa na sisi wananchi. Unaona mheshimiwa umemchagua, unaenda unamuomba handouts, atakupea pesa. Na hiyo pesa ametoa wapi? Ni yako. MP wako anakupea pesa unafikiria ni pesa ati yako nao mingi. Hiyo ni pesa yako ya CDF ndio amechukua, anakupatia unampigia makofi na una barabara, hauna shule mzuri na watoto wasomi. Kwa hivyo watu mwache kuomba viongozi handouts. Watu mjisimamie, at least enda waambie kiongozi akupatie ile kitu yenye iko kwa constitution kama bursary, scholarship na vitu zingine. Lakini ukiomba mheshimiwa handouts, kesho huyo mheshimiwa ataiba hiyo pesa yako akuletee na umpigie makofi. Unaendelea kusifu mtu mwenye ameiba pesa yako ukimsifu nayo. Uongozi mbaya imeletwa na wananchi wenyewe. Corruption imeletwa na wananchi wenyewe. Ufisadi imeletwa na wananchi wenyewe. Nani ana bribe askari? Ni mwananchi. Nani ana bribe mtu kwa ofisi amfanyie service? Mwananchi. Why should you bribe me for the service I should be giving you for free? Nataka kukufunza hata ukikuja kwa hii wall, usipiane hongo. Sawa? Ndio. Na usifuate mheshimiwa muombe handouts. Na vile tunakusaidia ukijisimamia usiende pia kurudi kuombelea. Lakini kwa sasa wacha tumsaidie. Namba ya simu 011 7393 124. Pesa ikikuwa mingi hata wewe tutamsaidia huyo mama. Kuna mtu anauliza kama atakuwa brand ambassador wa viatu. Unaweza kuwa brand ambassador wa viatu. Atakuwa. Namba ya simu ndio mpigie. Naitwa Asha. Halo.